Maji yametusumbua kwa muda mrefu sana tokea awali. Mpunga unaanza ule tuliotoa unaanza kushika yani unaanza kuchanua. Ina maana maji yamekata, kwa hiyo changamoto imekuwa kwamba kwenye uchanuaji umekuwa shida. Mtu alikuwa anategemea avune labda tani 10, anakuja anavuna nusu tani. Kwa hiyo changamoto imetusumbua kwa muda mrefu sana, na hivi kwa sasa kuna baadhi ya watu walishaandaa maeneo yao, walishapanda mipunga. Ina maana ipo michanga. Maji yamekata, ili jambo la ardhi limetusumbua, limeshuka chini, maji yamekata. Ina maana mipunga watu inaharibika, maandalizi yamekuwa hakuna. Na ukikuja kutathmini sana eneo hili karibuni kitaifa, asilimia kubwa sana posho zinatoka huko. Ina maana kuna vijiji au mkoa unategemea ardhi hii, inategemea eneo hili. Kwa zaidi wanakijiji tumeathirika sana vibaya mno. Msimu uliopita tumevuna, lakini mazao yenyewe hayajakaa vizuri, yameathiriwa na maji. Tukategemea wakati huu tunapanda ili tupate mazao mazuri. Hivyo mtu ndio umehama, kwa hiyo tumeathirika vibaya. Hatuna chochote ndani wala nini. Kilimo tunachotumia ni kilimo cha umwagiliaji. Na tunategemea maji. Mvua zinaweza zikiwa chache, tunalima. Kwa hiyo sisi maji ya kumwagilia hamna. Kilimo chetu ni cha mpunga, kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo bila maji hatuna kitu chochote. Hatuwezi kufanya kazi bila maji. Mfano mimi msimu uliopita nimelima eka moja, nimepata gunia moja. Mpaka sasa hivi naogopa kulima tena, maana sina mazao yote, na maana ardhi imekauka. Aina ya kilimo tulikuwa tunalima ni zao la mpunga kwa njia ya kumwagiliaji, na tunalima hapa kupitia ni miundombinu ya sisi wenyewe, sio ya kutumia banio, ni kuchimba tu mifereji na kuziba maroba hapo. Na kinginecho zaidi kwamba athari kubwa kwa sasa hivi ni sehemu kubwa zaidi ni changamoto ya mazao yaliyopita awamu ya nyuma. Maana sisi tunaenda kwenye mazao mengine mapya, tunataka tuyaandae mazao mengine mapya. Yaliyopita nyuma yameathiriwa kwamba yalikuwa yanatakiwa komae vizuri kwa kupitia maji, lakini hii ngome imeshindikana. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunataka tuandae yani kilimo upya. Tuandae mambegu. Kwa hiyo tumeshaandaa mbegu, mavitaru huko, tumeshaandaa mashamba, lakini maji yametukatisha kama hivyo unavyoonekana. Mwanzo kukauka kwa mto huu ni janga kubwa kwa wananchi wa kata ya Lupilo, lakini kwa tarafa nzima ya Lupilo, kwa sababu wananchi wanaolima kwenye bonde hili sio tu wakazi wa kata ya Lupilo, wengine wanatoka kata jirani. Na sisi kwenye kilimo hiki cha kiangazi ndio tunapata mapato makubwa sana kwenye kilimo hiki cha umwagiliaji. Wananchi wa kata hizi zamani walikuwa wanategemea bonde la mto Kilombero, lakini bonde la mto Kilombero imeonekana kwa sasa ni hifadhi. Wananchi walitii bila shuruti, wameondoka kwenye makazi yale ya hifadhi. Kwa sasa hivi kiu yetu sisi tunaangalia bonde hili la Ngapa. Katika kitu ambacho nimekuja kuangalia ni kwamba nimetembelea, nimeona hiyo changamoto na nimeahidi kuwasaidia, kwa sababu kuna gharama kubwa ambayo inatakiwa itumike, kwa sababu kunatakiwa kuleta skaveta kuendelea kuchimba mto kurudisha kwenye njia yake ya kawaida, lakini wao pia waweze kupata maji, lakini wanahitaji kuyahamisha maji kwa kutumia gharama. Wanahitaji viroba wasipopungua kama 1000, wanahitaji miti, lakini wanahitaji na skaveta. Kwa hiyo nimeahidi wananchi hawa ndani ya wiki moja mpaka siku 10 nitakuwa nimewakamilishia, kwa sababu kipindi hichi ndio ambacho wanahitajika wao kuandaa mashamba yao ili kuanzia kwenye mwezi wa 9 waweze kuvuna. Kwa hiyo niwakumbushe tu serikali kwamba jukumu hili bado wanatakiwa kuja kulifanya kwenye jimbo la Ulanga, kukamilisha zile skimu 4, ambayo skimu moja wapo ndio hii ambako inatakiwa kupita Kichangani mpaka Milola pamoja na Lupiro yenyewe. Kwa hiyo na hizo skimu zingine ambazo wao serikali wanazifahamu, tutaendelea kupush kama mheshimiwa mbunge kuhakikisha kwamba tunakamilisha hizo zoezi ili changamoto kama hii isiweze kujirudia tena.